Ninawasalimu katika jina la Yesu. I greet you in the name of Jesus. Namshukuru Mungu kwa neema hii aliyenipa. And I'm so thankful to God for this grace that He has given me. Kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Pastor Imani As I have been introduced, I'm Pastor Imani. Boaz. I'm Boaz. Ikiwa na maana ni mke wa Boaz. Boaz. Nimeolewa na mume mzuri. Married with a very handsome man. Ananiruhusu kumtumikia Mungu. Who is allowing me to continue serving God. Namshukuru Mungu kwa neema hiyo. And I'm so thankful for that. Nilipokuwa nikitafakari neno la Mungu, when I was meditating about the word of God, Mungu amenipa ujumbe. God has given me a message. Ufahamu kuhusu Mungu. The knowledge about God. Knowledge about God. Amen. Hallelujah. Amen. Kama tukiangalia kwenye screen hapo, ilikuwa inaonyesha maono ya kanisa letu. If we just watch at our screen, there is about the vision of our church. Ilikuwa inaonyesha kwamba maono yetu ni kumjua Mungu na kumfanya ajulikane. Our vision is to know God and to make Him known. Kumjua Mungu ni funguo muhimu sana katika maisha yetu ya Kikristo. To know God is one of the important key in our lives of Christian. Lakini kumjua Mungu ni chanzo cha baraka zote tunazozitarajia kutoka kwa Mungu. And also knowing God is a source of all kind of blessings that we would like to get from God. Lakini kumjua Mungu ni chanzo cha ushindi wetu sisi kama Wakristo tunaomcha Mungu. It's also a beginning of our victory. We believers who are righteous to God. Kwa hiyo ni topic ya muhimu sana kwa kila mshirika kuijua. So this is a very important topic that every individual need to understand. Twende tukasome neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Hosea. Let's turn our Bibles from the book of Hosea. Sura ya 6 mstari wa kwanza hadi wa 3. Chapter 6 verse 1 to 6. Biblia inasema, the Bible says, Biblia inasema sura ya 6 mstari wa Hosea chapter 6 from verse 1 to mstari wa kwanza hadi wa 3. Biblia inasema, njoni tumrudie Bwana. Say, come, let us turn to the Lord. Yeye amerarua, for he has turned, na yeye atatuponya. but he will heal us. Yeye amepiga, he has stricken, na yeye atatufunga jeraha zetu. but he will bind us. Baada ya siku 2 atatufufua. After 2 days he will revive us. Siku ya 3 atatuinua. On the 3rd day he will rise up, nasi tutaishi mbele zake. that we may live. Lakini mstari wa msingi sana ni mstari wa 3. And our main focus is verse 3. Nasi na tujue, Let us know, naam tuendelee kumjua Bwana. let us pursue the knowledge of the Lord. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, His going forth is established as naye the morning. atatujilia kama mvua He will come to us like the rain, kama mvua ya vuli inyweshao nchi. like the later and former rain to the earth. Baba Mungu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. My Father, thank you because you are Asante kind. kwa kutupa nafasi ya kusikia kutoka kwako. Thank you for giving us the opportunity to hear from Niko you. hapa mtumishi wako, nahitaji neema yako. I'm here, your servant, and I need your grace. Nitumie vile unavyopenda tena siku hii ya Use me the leo. way you wish today. Nisaidie na tusaidie kulielewa neno lako Help us to understand your word kwa lugha rahisi na in a very nyepesi. simple word, Katika language. jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ninapenda ni kuabudu Bwana siku zote, ni kuabudu Bwana. Ninapenda ni kuabudu Bwana siku zote, ni kuabudu Bwana. Nikujue, nikuabudu, nikuelewe, nikuabudu, nikufahamu, nikuabudu
nikujue, nikuabudu, nikuelewe Bwana wangu, ili nikuabudu, nikufahamu Yesu wangu, nikuabudu. Ufahamu kuhusu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma kitabu cha Hosea sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 3. Hebu tuangalie historia ya nyuma kidogo ya hii kitabu cha Hosea. Hichi kitabu cha Hosea kimeandikwa na Hosea mwenyewe ambaye ni nabii wa Mungu, na alikuwa akiwaandikia Waisraeli. Wakati huu taifa lilikuwa limeshagawanyika, taifa la kaskazini na la kusini. Tunajua kabisa baada ya kutawala mfalme Suleiman, alimwacha Mungu. Alivyomwacha Mungu akaanza kuabudu miungu. Alioa wanawake wengi ambao walikatazwa na Mungu, wanawake ambao waliugeuza moyo wake, akaacha kumwabudu Mungu wa kweli, akaanza kuabudu miungu. Na kwa sababu hiyo Mungu aliamua kuunyang'anya ufalme kutoka katika nyumba ya Daudi, na akampa mfalme anaitwa Yeroboam. Katika Yeroboam akapewa makabila 10 ya Israel, na kabila moja tu likabaki kama kwa sababu ya Daudi, ambalo ni kabila la Yuda, likabaki kwa ukoo wa Daudi. Sasa Hosea ni nabii ambaye ametumwa ujumbe kwa taifa la Israeli, yani yale makabila 10 ya Israeli. So Hosea was a prophet who was sent to the 10 katika ule ufalme wa kaskazini in North Kingdom. Na huo ufalme, kwa sababu Yeroboam aliogopa sana kwamba kama watu wataendelea kumwabudu Mungu wa kweli atapoteza ufalme. Kwa hiyo aliligeuza taifa la Israeli, wakaanza kuabudu miungu. Na kipindi hiki walikuwa wanaabudu Mungu Baali. Kwa hiyo Hosea anatumwa ujumbe kwa watu wa namna hii. Kipindi hiki anatumwa ujumbe, au alikuwa anatawala mfalme anaitwa Yeroboam wa pili. Na maisha yalikuwa mazuri, walikuwa vizuri kiuchumi, walikuwa vizuri kisiasa pia. Na baadaye huyu mfalme akafa. Alivyokufa huyu mfalme, sasa Israeli wote waliingia kwenye anguko kubwa sana. Wenye pesa wakaanza kuwaonea wasio na pesa, na miungu na watu wakaanza kuabudu miungu zaidi. Na tunaona Israeli ikapata anguko, yani ikaanguka kabisa, kwa sababu Mungu aliamua kuwachukua na kuwapeleka utumwani. Mwaka 722 ndipo taifa hilo la Israeli lilichukuliwa kabisa kwenda utumwani. Sasa tunaona ujumbe wa Hosea kwa kanisa au taifa la Israeli. Anasema njooni tumrudie Bwana. Yeye ametupiga, ni kweli tuko utumwani, lakini yeye atatuganga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, na atatuinua tena. Lakini mstari wa 3 anasema zaidi,
all. Nasi na tujue, naam, tuendelee kumjua Mungu. But let us continue pursuing knowing the God. Kwa hiyo situation yote iliyokuwa inaonekana katika taifa la Israeli kipindi hiki, So the situation around the nation of watu Israel, wenye pesa kuanza kujiona ndani ya kanisa la Bwana, the people with wealth, they were matabaka out in the church. kutokea ndani ya nyumba ya Mungu. There were divisions in the house of the Lakini of watu God. wameacha kumwabudu Mungu kwa sababu tunajua kabisa historia ya taifa la Israeli. People, they were now backsliding, not worshiping God again, because we know the history. Wameanza kuabudu miungu They started worshiping kwa sababu idols. akili zao zinawaonyesha kwamba Mungu ni Mungu anayeonekana kwa macho ya nyama. Because their intellect tell them that we Hawana have to ufahamu see kwamba the Mungu physical ni roho, for God. They did not know God. kwamba God is tunapomwabudu Mungu lazima tumwabudu katika roho. that we must worship God. Kwa in hiyo the spirit. wakaanza kuabudu vitu So vinavyoonekana. they started worshiping visible things. Sasa Mungu ameleta ujumbe So, kwa Israel, so God was bringing a message to the nation. na ujumbe mkuu katika kitabu kizima cha Hosea And the main focus of the message in this book, ni kwamba Mungu hukumu dhambi. that God condemns sin. Yeye ni mwenye haki. He is righteous. Hawezi kukufanya mwenye haki ukiwa mwenye dhambi, He cannot make you righteous na while you hawezi are a kufanya sinner. mwenye dhambi ukiwa mwenye And haki. he cannot make you a Lakini sinner while you are lakini righteous. tena ujumbe wake ukawa, But also the message was, Mungu ni wa upendo sana. God is God of love. Anaenda kulirudia taifa la He is Israeli. going to bring back Anaenda the kuleta nation. urejesho katika He is taifa la going to Israeli. bring restoration Anaenda to the kuleta nation. uhai tena He katika is going taifa to la bring Israeli. revival to the Na nation. namna alivyotumia And the way he was insisting, hii maandiko, this scripture, tunaona kabisa Mungu ni Mungu anayependa mahusiano. we just see that God is the love of God of relationship. Anamtuma Hosea aende akaoe kahaba, He is sending Hosea to go marry prostitute. mtu ambaye hata wewe ungeambiwa ungekataa, Someone, even if we could be asked you to propose her, you could akiwa not na accept maana that. Mungu ana upendo sana. But can imagine how God was illustrating to show his Huyu love to kahaba his japo people. alimwacha Hosea akaolewa na mabwana wengine, Even though this prostitute left Hosea and went to lakini other, Mungu anataka bado Hosea adulterers. abaki kuwa mume wake but God was trying to teach that Hosea kwa should sababu ya con- mahusiano. continue being a husband because of the relationship. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bado naongea kuhusu ufahamu kuhusu Mungu. I am speaking about Na knowledge hiki about kitabu God. kimeongea kama mara 3 kuhusu ufahamu kuhusu Mungu. And this book has spoken about 3 times about Katika knowledge Hosea about 4 God. mstari wa 6 Hosea 4 verse 6. anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Say, my people are destroyed for lacking knowledge. NLT Bible inasema my people are being destroyed because they don't know me. Tafsiri nyingine inasema watu wangu wanapotea kwa sababu hawanijui. Hawanijui ndio maana wanapotea. They are perishing because Lakini they don't katika know sura me. hiyo ile ya 4 mstari wa 1 But also the same chapter 4 verse 1. tusome, Biblia inasema lisikieni neno la Bwana enyi wana wa Israeli, The Bible Kwa- says, hear the word of the Lord. kwa the maana you Bwana children na of God. mateto nao wakao katika nchi, kwa sababu hapana kweli wala hapana fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. For the Lord brings a charge against the inhabitants of the land. Lakini There is no mstari wa show of 6 sura ya 4 knowledge inasema, of God. sura ya 4 hapo mstari wa 6 Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nimekukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi, kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Verse 6 part 2 it says, because you have rejected knowledge, I also will reject you from being priest for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Kwa hiyo ujumbe wa kitabu cha Hosea umebeba kabisa ufahamu kumhusu Mungu, So kwamba the message of this book is caring about taifa la knowledge of God. Israeli hawakumjua Mungu The kabisa. nation of Israel did not know God. Kwa hiyo for sure. kuto kumjua Mungu ni chanzo cha kupotea. So not knowing God is the beginning of being lost. Kuto kumjua Mungu ni chanzo cha kuto kupokea baraka zetu kutoka kwa Mungu. Without knowing God is the source of not receiving the blessing from God. Sasa nini maana ya kumjua So Mungu? what's the meaning of knowing
God. Kwetu sisi tunapozungumza kumjua Mungu, tunaweza kusema kwamba ni kuwa na ufahamu au kuwa na maarifa au kuwa na taarifa kuhusu Mungu. For us we can say knowing God is about having that understanding of knowledge about or information about God. Lakini kibiblia kumjua Mungu ni zaidi ya kuwa na ufahamu kuhusu Mungu. Biblical perspective is beyond having information. Kumjua Mungu ni mahusiano binafsi na Mungu. So it goes beyond to the level of a personal relationship with God. Ndio maana Mungu amelinganisha mahusiano yetu na ndoa. That's why he go deeper comparing his relationship as how we have relationship in marriage. Yeye ni bwana harusi na sisi ni bibi harusi wa Yesu. A bridegroom and we are bride of Jesus. Mwambie jirani yako wewe ni bibi harusi wa Yesu. You can tell to your neighbor you are bridegroom hata kama ni bwana of Jesus. Sisi ni bibi harusi wa Yesu. We are the bride of Jesus. Unajua Mungu ni Mungu. You know God is God. Na ili tumuelewe inabidi atumie lugha tunazoweza kumuelewa. So in order to understand him sometimes he used the normal language. Kwa hiyo ametumia lugha ya ndoa ili upige picha the way uko na mahusiano ya deep sana. Achana na zile ndoa ambazo hawaongei. Wanalala chumba cha watoto na sebleni. Nazungumza ndoa ambazo ziko vizuri. He is using an illustration of marriage and not just a no marriage but a good. Ndio uhusiano Mungu anategemea tuwe nao na Mungu. This is the kind of relationship that God is demanding. Unapozungumza unamjua mtu. When we talk about you know a person, maana yake unamjua tabia yake, you know his character, unajua jina lake, you know his name, her name, unajua sifa yake, you know his behavior. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ndivyo Mungu anatamani. That's how God unajua asili yake. Kwa mfano Mungu, you know his nature. Example about God. Kama Israeli wangejua Mungu ni roho, if Israel could discover that God is spirit, wasingetengeneza miungu inaonekana alafu akaiabudu. They could never create idols and so that they worship them. Kama Israeli wangejua Mungu anaishi, if they could know God that he lives. Kuna wakati katika kitabu cha wakati Musa amepanda mlimani Sinai kule kukutana na Mungu. There is a time when Moses went to the mountain. Musa alipochelewa kidogo tu kurudi. When he delayed just a little bit to come back. Israeli walikitengeneza miungu, wakasema tutengenezee miungu maana Musa amechelewa. Ufahamu wa kwamba Mungu yuko kila mahali hawana. They did not understand that God is kwamba Musa yuko mlimani na Mungu yuko hapa hawana. They did not understand that even though Moses is at the mountain but God is still with us. Wakatengeneza miungu. So they created idols. Na ikawa sababu ya maangamizi yao. Ndio maana Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa sababu hawanijui. That's why the Bible says my people are perishing because they don't. Kama tukimjua hata akichelewa tutamngojea. If we discover him deep, hatutaanza kuabudu miungu, hatutamwacha, tutamngojea. Kwa sababu ufahamu wetu una akili kwamba Mungu ni mwaminifu katika kila alichoahidi. Huo ni ufahamu kuhusu Mungu. Kwa hiyo kuna maeneo kama mahusiano yetu na Mungu, Mungu anataka tumjue zaidi. Anataka tumjue vile alivyo. Anataka tumjue jinsi ambavyo anatenda kazi. Alafu tutafanikiwa sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Israeli kwa yote aliyokuja kuwakuta mpaka kujikuta utumwani, ni kwa sababu hawakumjua Mungu. Walifikiri Mungu ni Mungu ambaye anaonekana kwa vitu vinavyoonekana kwa macho ya binadamu. Sasa kutokana na historia ya Israeli na jinsi walivyotembea na Mungu na jinsi walivyokwama na jinsi Mungu anavyokuja kwao tena, tunagundua kuna maeneo Mungu anataka tumjue. Jambo la kwanza, Mungu anataka tuijue asili yake, kwamba Mungu ni roho. Asili yake Mungu ni roho.
nature is spirit. Hatumwabudu Mungu kwa kumuona. We don't worship God by Ndio maana ukisoma katika kitabu cha Yohana 4:24. That's why when you read the book of John chapter 4, katika mazungumzo ya Yesu na mwanamke Msamaria, mwanamke Msamaria anamwambia Yesu, tulisikia habari ya kwamba baba zetu walimwamini na kumwabudu Mungu katika mlima ule. Lakini Yesu anawaambia saa inakuja tena ipo ambaye wamwabudu halisi hawatamwabudu katika mlima ule, bali watamwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo huwezi kuabudu kama umjui unayemwabudu. Mungu atumwabudu kwa kumuona. Na Israeli walikuwa na hiyo mentality kichwani mwao, kwa sababu walipokuwa utumwani Misri kulikuwa kuna miungu mingi. Kulikuwa kuna miungu yenye sura ya chura. Kulikuwa kuna miungu yenye sura ya nzi. Some with features of what? Flies. Kulikuwa kuna miungu yenye picha ya chawa. So there were different kind of idols. Ndio maana wakati Mungu anamtuma Musa kwenda kuokoa Israeli, So that's why when God was sending Moses kiungu yao yote, the first thing he struck ili ajulikane Mungu mmoja anayestahili kuabudiwa. Haonekani kwa macho ya nyama, lakini yupo. Kila anayemwendea lazima amini kwamba yupo. Unapokuja mahali hapa lazima uamini Mungu yupo. Hata kama hujaiona sura yake, yupo. Haleluya. Yupo hata sasa kutenda katika maisha yetu. Kila mwendeaye lazima amini. Tunaenda kwa Bwana kwa imani. Hatuendi kwa kutazama. Ndio maana imani ni kuwa na uhakika na mambo tunayoyatarajia, lakini ni mambo yasiyoonekana. Tunaamini Mungu anaishi na kwamba atafanya kwenye maisha yetu. Ukikosa huo ufahamu, utakuja kanisani na usikutane na Bwana na usimuone Bwana. Kuna mtu alimuuliza mume wangu akasema, wakati mwingi unasema namuona Bwana, namuona Bwana. Kaka Boazi, ni kweli wewe unamuona Bwana? Alikuwa anataka kujua kama huwa anamuona kwa macho ya nyama na kwa macho ya ndani, kwa sababu sisi ni roho. Lazima roho zetu ziwe connected na Mungu, ndipo utamuona Mungu unayemwabudu. Ukimshie utasubiri tetemeko litokee ndipo uone Mungu yuko hapa. Lakini unapokuja lazima uamini Mungu yupo, na anaenda kukutana naye leo, na anaenda kubadilisha maisha yangu, na anaenda kuponya watoto wangu. Ninaamini anaishi. Lazima tujue historia yake, kwa sababu Mungu ni roho. Roho haifi. Roho haifi. He doesn't fail. Mungu anaishi milele. Hiyo nao ni asili yake. Na kwa sababu Mungu wetu anaishi, tuna uhakika na kesho yetu. Ndio maana uko wimbo unasema, because he lives, I can face tomorrow. Because I know, I know my God. He is living God. He is spirit. Na ndio maana Ayubu, that's why Job, anapopita mambo magumu, when he was passing in anasema najua mtetezi wangu yu hai. I know my fighter is alive. He is going to come. Ni kweli watoto wamekufa. And of course the children wamepoteza kila kitu. He has lost everything. Lakini yako na knowledge, but he had understanding kuhusu Mungu wake, of his God. Kwamba si kwamba haishi, that he's not living. So kwamba haoni. He's not just najua anaona. I know he na najua atatokea. Najua anaishi. Atashuka kunikomboa. Huo ni ufahamu wa pekee tunapaswa kuwa nao tunapoendelea na imani yetu, ya kwamba Mungu wetu yuko hai, atatokea hata kama amechelewa. Uhakika tulionao, anaenda kurestore kila kilichoibiwa. Ndio hii anawaambia Waisraeli ya kwamba ameumia. Ni kweli wana vidonda, kwamba atakuja kuganga yale majeraha aliyoyapata,
anakuja kuponya, anakuja kuondoa kila aina ya mzigo. Asili ya Mungu wetu. He is living God. Kama tunakuja hapa lazima tumwamini Mungu anaishi. Hallelujah. Mungu anaishi. Mungu anaishi. Utasoma Yeremia 10 mstari wa 10. Lakini tunaamini kwamba Mungu haonekani lakini yupo. But we believe God is invisible and God He's alive. is invisible. God is invisible. Haonekani lakini yupo. But He's Sasa alive. Israeli walitaka So Israelites wanted that. ili wamwabudu Mungu lazima In wamuone. order to worship God, Kwa they must sababu see Him. walizoea Israeli kule Because Misri. they used in Egypt, Waliona miungu they saw mbalimbali different gods yenye majina with mengi. different names. Ndio maana Musa anamuuliza Mungu That's why Moses was asking wakati God, Mungu amemtuma kwenda kuokoa when Israeli. God was sent, Anawambia wakiniuliza when they asked me, nani aliyenituma who niwaambie? has sent me? How can I tell them? Ni kweli umesema wewe ni Mungu. Because I've told me you are God. Jina lako ni nani? What is your name? Kwa sababu alizoea kusikia majina Because they mengi used to hear different ya names miungu. of different Mungu names. anaambia niko ambaye And nipo. God said, I am, I am. Nilikuwepo huko I mwanzo. was there from the Niko beginning. leo na And nitakuwepo I'm here today, milele. I'll be there forever. Naweza kuwa chochote I can unachotaka be niwe. whatever I want to be. Ukitaka niwe uponyaji If you want to be nitakuwa a healer, I'll uponyaji. be a healer. Ukitaka niwe mwokozi nitakuwa If you want to be mwokozi. a redeemer, I'll be a Ninaweza savior. kuwa chochote I katika can maisha be yako. whatever in your life. Ninaweza kufanya chochote katika I maisha can do yako. whatever in your life. Lazima tumwamini We Mungu. must believe Haonekani God. lakini yupo. He is invisible, Na but he's anaishi. alive. He lives. Lakini kitu kingine yeye But it's habadiliki. another thing, he is Wanadamu wanabadilika People can change, lakini Mungu habadiliki. but God doesn't change. Mungu habadiliki. Our God doesn't change. Mungu habadiliki. Our God doesn't Mwambie change. jirani yako Mungu Tell your habadiliki. neighbor, our God doesn't change. Wala hana kigeugeu. He's not also double-minded. Naomba tusome Yakobo 1 mstari wa 17. We can read from the book of James chapter 1 verse 17. Okay. James chapter 1 verse 17. Yeah. James chapter 1 verse 17 say, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Amen. Mungu wetu habadiliki. Sasa ukitoa hizo ni asili ya Mungu wetu, kuna sifa za Mungu wetu lazima uzijue. Ukijua asili yake ni Mungu ambaye hana mipaka. Jambo lingine, Mungu hana mipaka. God has no limits. Anaweza akafanya kitu chochote kwa namna anayotaka mwenyewe. Hatuwezi kumwekea mipaka. He can do whatever we want. God has no limitations. Lakini kitu kingine, Mungu ni mkamilifu. And our God is perfect. Yeye anafanya kila kitu katika ukamilifu. He can do everything in Utasoma perfection. katika Kumbukumbu 32 mstari ule wa 4. You can read in the book of Deuteronomy 32 verse 4. Tunaangalia sifa za Mungu. We are looking on qualities of Mungu God. anapatikana kila mahali. God is omnipresent. Yupo kila He mahali. is everywhere. Ndio nimekuambia Israeli walifikiri Mungu, Musa ameenda mlimani, ameenda na Mungu. They were thinking about God. If Moses went to mountain, Wakasema he God there. tutengenezee ndama And ili they tuabudu. said, prepare another God that we can worship. Kwa sababu Mungu cow. hayupo pamoja nasi. Because God is no longer with us. Musa ameenda na amechelewa. And Moses is there Ni kwa and sababu late. hawakumjua Mungu. Because they didn't know Ukijua God. hii sifa tunaiangalia katika Zaburi 139 mstari wa 7 hadi wa 12. If you know this quality, you can read from the Psalms 100 verse 7 to 12. Biblia inasema ya kwamba, anasema Bwana umenichunguza na kunijua, wewe wajua kutoka kwangu na kuingia wazo langu tokea mbali. Niende wapi nijiepushe na uso wako? Niende wapi nikimbie? 139. Ngoja tusome hapo. Biblia inasema mstari wa 17, mstari wa 7. Biblia inasema niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kimbie uso wako. Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningetoa mbawa za asubuhi na kukaa
pande za mwisho za bahari, huko nako mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Kama ningesema hakika giza litanifunika na nuru, ikisema hakika giza litanifunika na nuru izungukayo ingekuwa usiku, giza nalo halikufichi kitu, bali usiku angaza kama mchana, giza na mwanga kwako ni sawa sawa. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend into heaven, you are there. If I make my bed in hell, behold, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the utmost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say surely the darkness shall fall on me, even the night shall be right about me. Indeed, the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. The darkness and the light are both alike to you. Kama tukimjua Mungu yuko kila mahali, hatuwezi kutenda dhambi kwa kujificha. If we know God is everywhere, we cannot commit sins by Kuna hiding. watu hapa hosteli wanaishi na wanaume kwa sababu mzee ajui. There are people in their hostel, they are living with men because they think the church elder doesn't know. Ukija hapa unaabudu kama vile hauna jambo linaloendelea kwenye maisha. You come at the church, you worship just like nothing is going on in Mwimba your Zaburi life. anasema nikienda kuzimu nikafanya kitanda, huko nako upo. The psalmist says, if I go to the hell and Kila make a bed, Mungu you are yupo. there. Everywhere Kwa he hiyo is there. tunapoendelea na safari hii ya So mbinguni, as we continue with this journey to Mungu heaven, anataka tutambue uwepo wake kila God mahali, desires to understand his presence everywhere, ili tuweze kumwabudu kila mahali. in order to worship him wherever Kwa we sababu are. ibada sio kanisani. Because worship is not in the church Ibada building. kila mahali ni ya ibada. Everywhere is a place Tunapokuwa for worship. kanisani, tunapokuwa kazini, When we tunapokuwa are at the church, popote, when you are working place, wherever you are, anataka tutambue he uwepo wake, desires to discover his kwamba yuko presence. kila mahali. He is everywhere. Na tunapofanya vitu vyetu, As we do our things, tusifanye kwa sababu watu we wanatuona. don't need to do because people they can Tufanye recognize kwa us. sababu Mungu We anatuona. have to do because our heavenly Na kwa God sababu sees us. anatuona, lazima tufanye sawa sawa na mapenzi And yake. because he is looking at us, you have to do Kwa according sababu to his hakuna will. mtu anaona unachofanya. Because- Usifikiri Mungu haoni. Because you see no one who is looking what you are doing that God doesn't see. Mungu anaona kila kitu. God sees everything. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Na Lord. ndio maana anasema wawili watatu wanapokutana pamoja, nipo katikati That's why yao. I say when 2 or 3 Kwa jina gathers, langu. I am for my names, Kwa I hiyo am in anaweza their midst. kawepo hapa, kawepo hapa, na leo siku nzima hii ya leo kila mahali yupo na So he anafanya. can be here, there, and there. And today, Hata the whole hapa day, leo he is yupo na everywhere anafanya. doing. And even today, he is Bwana here. Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lazima utambue kwamba leo ninapokuwepo hapa Mungu yupo. You must discover Kwenye that heights, here, Mungu yupo. God is here. In the heights, God is there. Unapotukana unajua kabisa hapa, kabla mume wangu hajaniona, Mungu When you ananiona. incite bad words, God Alafu knows that he's there. tutaishi kwa wokovu kwa kuogopa na kutetemeka. And by that, we're going to live Ndio by maana anasema kila fearing. mmoja aishi na kutetemeka. Anasema utimizeni wokovu wenu kwa kuogopa na And kutetemeka. say, fulfill your Kwa salvation nini by tunaishi fearing wokovu and kwa kuogopa honoring na and trembling. kutetemeka? Kwa sababu tunajua Mungu yupo hapa na ananiona. Why? Because we know God is here and he sees me. Anaona hadi ndani kabisa. He sees deeper in your heart. Haleluya. Praise Lakini God. Mungu wetu anajua yote. And God, he knows all. Mungu anajua yote. He knows all. He is omniscience. Na kwa sababu anajua yote, tuwe na uhakika kwamba anaweza kufanya yote. And because he knows everything, Hizo zote ni we have to sifa be za Mungu assured wetu. he can do all things we Anajua need. yote. He knows Na ndio everything. maana anasema Bwana umenichunguza na kunijua. That's why the psalmist says, you have observed me Unajua and knew me. kutoka kwangu na kuingia You know kwangu. my outfitting and my entering in. Unajua mawazo You yangu. know when I'm going outside and when Mungu I'm anajua coming in. mawazo yangu. You know my mind. Kabla sijasema neno yeye analijua. Before I speak anything, you know it. Ufahamu tukiwa nao. If we can have that Tutakuwa understanding, makini sana we'll be tunapoishi very duniani. careful as we Kwa continue sababu living this tunajua earth. Mungu anajua kila kitu. Because we will kunihusu. be aware that God is Siwezi kufanya knows kitu kwa sababu everything. baba Mbuki ananiona. I cannot just do something Na because my Baba appreciate Mbuko wakati
lakini know moyoni everything. And sijamaanisha. he's going to appreciate me. Why in your heart Siwezi you kuwa are not mnafiki kwa meaning. sababu Mungu anaona So ndani. don't blaspheme because God Kwamba sees hivi in your heart. ulivyomchekea Mama Kelenge hujamaanisha. That where you are laughing, Unabidi Mama Kelenge, ucheke you are not zaidi meaning kwa it. You sababu have, hujamaanisha. because you Anajua ndani didn't yetu. mean it. Because Halafu he knows in tutaishi our maisha ya hearts. kumpendeza. And after that, you will live Bwana the Yesu life of asifiwe. pleasing God. Anajua mawazo, anajua maneno, He know- anajua matendo yetu yote. He knows our minds, our thinking, and all our actions. Tunapoenda kwake lazima twende na So ufahamu. when we approach God, we have to Vitendo go with our vyetu, understanding. maneno yetu, mawazo yetu yote yanajulikana na Our Mungu. deeds, our actions, our minds are openly to God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. 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 Yohana wa kwanza 3:20. 1 John chapter 3 Biblia verse inasema ikiwa 20. mioyo yetu itatuhukumu, The Bible says if our hearts are going to condemn tunajua us, kwamba Mungu ni mkuu kuliko mioyo we have to yetu. understand our God is greater than Naye our hearts. anajua kila kitu. And he knows everything. Anajua kila kitu. He knows everything. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tunapenda mbele zake twende kwa So Mungu. as we approach him, we have to go with understanding. Lakini anaweza yote. And he is he can do all things. Haleluya. Ayubu 42:2. Job 42 verse 2. Ayubu anasema najua ya kuwa unaweza kufanya mambo yote. Job says, I know you can do all things. Nilipokuwa natafakari huu mstari, When I was meditating about this verse, nikasema kuna mambo ukipitia kwenye maisha unaweza ukasema ili Mungu ni kama vile hawezi. there are things you can pass through and you can say, maybe this Kwa God namna cannot do. linavyoonekana katika ugumu wake. And the way it looks like. Hebu sasa fikiria, But imagine, huyu ni Ayubu. this is Job. Amepoteza watoto wote. He lost all his kids. Amepoteza kila He kitu. lost everything. Ameugua. He was sick. Lakini anakuja katika hitimisho But sura ya 42. in his conclusion, chapter 42, Anasema najua ya kwamba unaweza kufanya mambo he yote. says, I know you can do all things. Na makusudi yako hayawezi kuzuilika. And your will cannot be hidden. Hakuna mtu anaweza kunyamazisha makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. No one can shut down the purpose, Hakuna hali the inaweza will and the kunyamazisha plan of mapenzi God. ya Mungu katika maisha yetu. No one can shut down the plan of God in our Lolote lives. alilokusudia lazima litokee, Well, haijalishi kuna nini. Whatever God planned for you will happen. It doesn't matter what is Mungu going anataka tusikate what's tamaa. going through. God wants us not to give up. Tujue ya kwamba Mungu anaweza kufanya mambo yote. And we have to have that understanding. God Chukua can diary do yako, all andika things. yote ambayo unatamani afanye. Write your diary that all things that you desire God to Alafu do. amini yeye anaenda kufanya. And believes that Bwana He's Yesu going to do. asifiwe. Praise God. Ili ni neno lake. This is His Na neno His lake word. ni kweli. And His word is true. Sio tu anasema kweli. But He's not just saying truth. Yeye mwenyewe ni kweli. But God is truth. Anasema mimi ndimi njia, kweli na He uzima. say, I am the way and truth Sio and tu life. nasema kweli, mimi mwenyewe ni kweli. I'm not speaking about truth. I am the Ukiamini truth. neno langu linakuwa kwenye If maisha. you believe my word, it happened in our Mwaka life. wetu wa kuishi kwa imani yetu lazima tuamini Mungu anasema Our kweli. year of living with our faith, we Lakini have yeye to ni believe mkweli. that God is truth Lakini yeye ni kweli. and He is truth. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Na anaweza, And He yote. can do all things. mwambie jirani yako Mungu anaweza yote. Turn to your neighbor and say, God can do all things. Mungu anaweza yote. Mwambie tena. Tell your neighbor, God can do all things. Hakuna jambo ambalo Mungu hawezi. There's nothing impossible to God. Ukisoma katika Mwanzo 18:14. If we read Genesis 18, Wakati Sara 18:14, anaambiwa atazaa mtoto akiwa na umri wa uzee kabisa. when Sarah was told that she is going to have baby in her old age, Mungu anasema, je, kuna neno gumu la kumshinda Bwana? Sarah was like questioning, but God says, is anything that is impossible to God? Zekaria 8:6. Zakaria 8 mstari wa 6, Biblia inasema, the Bible says, ingawa neno hili limekuwa gumu kwa mabaki ya watu hao. even though this word is difficult to the Na Mungu alikuwa remnants, anazungumzia kuhusu kuwarudisha Israeli katika position yao baada ya kwenda utumwani. and God was talking to Israelites about bringing them back Anasema, from je, the iwe Israel to gumu their kwangu nations. mimi Mungu? And says, how can it be difficult to me, God? Asema Bwana wa majeshi.
the lords of God. Sasa nakuja kwenye ile Mungu habadiliki. And we come to the point that our God Yakobo is not 1:17. James chapter 1 verse 17. Tulishasoma kwamba Mungu habadiliki. Our God doesn't change. Kila kitu tunachotamani kukipokea tunapokea kutoka kwa Mungu. Whatever we want to receive, we receive from God. Lakini Biblia inasema ambaye yeye habadiliki, and the Bible says kama God who doesn't change, like a shadow which kama cannot kivuli change. kisivyoweza Just kubadilika. like a shadow which cannot change. Yeye habadiliki. He doesn't change. Malaki 3:6. Malachi chapter 3 verse 6. Mimi ni Bwana sibadiliki. I am God who does not change. Kwa hiyo ninyi wazao wa Yakobo You the children of hamtaangamizwa. the seeds of Jacob will not be perished. Mungu habadiliki. Our God doesn't change. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Waebrania 13:8 anasema Mungu ni yeye yule jana leo na Hebrews 13:8 says kama our God alifanya is kwa baba zetu, yesterday, today and tomorrow. anafanya kwetu pia. If he did to our ancestors, he is going to do even to us today. Tunarudi katika verses zetu tulizosoma. We have to come back to our verses that we have read. Anasema Bwana njooni tumrudie Bwana. He says, come and turn to our Lord. Yeye atatuponya. He's going to heal us. Yeye ataturejeshea He's kila going to tulichopoteza. revive whatever was lost. Lakini anasema zaidi sana But above all, lazima tuendelee kumjua we Mungu. must continue Kwa sababu haya pursuing yote knowing him. yaliyokuwa yanafanyika Because whatever that was ni happening kwa sababu Israeli walikuwa hawamjui Mungu. is because the Israel did not know Hizi God. zilikuwa ni sifa zile za asili za Mungu tulizosoma. So those were the qualities Lakini of kuna sifa za nature of God. kimaadili za Mungu. But there are other qualities Mungu of ni mtakatifu. other characters of Tunapokuja God. mbele zake lazima tuwe watakatifu. God is holy. Well, as we come to him, we must be holy. Asubuhi nilisema kwamba kuna utakatifu ambao wa kiungu ambao sisi hatuwezi kushare na Mungu. There is, in the morning I said there is a divine holiness that we cannot Lakini share kuna with God. utakatifu Mungu kwa kupitia damu ya Yesu ametupa kushare utakatifu na yeye. But there is a portion through Jesus we have given to share with the holiness Ipo with damu ya God. Yesu kutusafisha kila wakati. Through the blood of Jesus, which is available Tunapoenda to mbele za cleanse Mungu. us every time when we go Tukijua before Mungu God. ni mtakatifu, When you know God is holy, lazima tujitakase. we must sanctify Kwa sababu ourselves. anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Because the scripture says we have to Mambo be ya holy Walawi because our 19 God is mstari holy. Mambo ya Walawi 19 mstari wa 2 In utasoma. Leviticus 19 verse 2. Na utakatifu sio hiari, ni lazima. And holiness is not an Na option, it siongei is sana kwa must. sababu tumeshajifunza. And I'm not speaking deep on this because you have been learning Nilisema about Mungu that. ni wa haki. And our God is righteous. Katika ujumbe mkubwa katika kitabu cha Hosea, The main message in the book of Hosea, Israeli ilikuwa lazima waende utumwani. Israel, they were supposed to go in exile. Napenda tujue kwamba mishahara makazini inaweza ikabadilika. I want you to understand the salary in Lakini our working mshahara wa place dhambi cannot haujawahi change. badilika, ni hukumu. But the wages of sin Ni doesn't hukumu. change. It's the Mungu condemnation. hataacha kuhukumu dhambi. God will never stop condemning sin. Kuna wakati unatenda dhambi There is a time sin. na unafikiria kwamba ndio imeishia hapo. You think that is the end. Matokeo ya dhambi huwa yapo. But I want to let you know that Na ni lazima there is experience. there is outcome of sin. And you Mungu ni wa must haki experience. na anasamehe. And our God is righteous and he Lakini forgives. unapoendelea na maisha ya dhambi, But when you continue with the life lazima of ujue sinning, yako matokeo ya kitu you unachokifanya. must understand there is a Lazima. result of what you are doing. You Yaani must know. usimchukulie Mungu kawaida kwa Don't sababu just ni wa take- huruma. Don't just take it for granted because Anasamehe. he's of love and he forgives. Kwa hiyo unaweza ukaichezea neema ya And you Mungu. can just temper with the grace of Biblia God. inasema sio kwa sababu tutende dhambi, kwa sababu neema ipo. The Bible says, can we continue sinning because the grace is Dhambi available? inahukumiwa. So the sin must be condemned. Mshahara wa dhambi ni And hukumu. the wages of sin is death. Na Mungu anajaji dhambi. And God condemns sin. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Na ndio maana anasema mwana hata uchukua uovu wa baba yake, And the Bible says the son will not wala carry baba hata uchukua uovu wa the mama yake. sins of his father or his mother. Kila mmoja atahukumiwa sawasawa na dhambi Every yake. person is going to be condemned Tunapoendelea na according to his or safari ya her sin. wokovu, As we continue the journey lazima of tujue Mungu salvation, ni mwenye haki we must know our God na is the God of atatuhukumu righteousness. sawasawa na matendo And yetu. he's going to condemn according to our actions. Na jehanamu ipo, watu wa Mungu. And we have to understand the lake of fire is Bwana Yesu there. asifiwe. Praise God. Tunapoishi tujue kabisa ipo siku tutasimama mbele ya
kiti cha Mungu As we cha continue hukumu. living, we have to be aware that is one day we're going to stand Na in hakuna front mtu of the atahukumiwa kwa condemnation kitu chair. ambacho hajafanya. And no one will be condemned to what he did Tumekuwa not do. tukihubiriwa itatokea TV mbele Sometimes yetu. we are illustrated that there is Sina to be like uhakika a kwamba screen. itakuwepo I'm not TV. sure if there will be a screen Lakini of wanataka TV. uelewe kwamba kila kitu kitawekwa wazi But it mbele is za an Mungu. illustration to show you everything will be clear Kwa hiyo before God. usitamani ndani ya kanisa la Bwana upate bodyguard wa kuchunga mienendo yako. So don't be in a position to have a bodyguard to watch Ujue when you are Mungu walking. yupo na siku ya mwisho ipo na Mungu Know atahukumu. that dhambi. God is there and at the last day you will be condemned. Na ni jukumu letu kuishi maisha And it matakatifu. is our obligation to live the holy life. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Haleluya. Hallelujah. Mungu ni wa Our huruma. God is a God of mercy. Anatuhurumia. He just forgives Na us. Mungu ni wa upendo. And our God is a God Na ndio of maana love. ukimjua Mungu huwezi kumchukia And mtu. if you know God, you cannot hate a person. Nimekwambia kipindi hiki ambacho Hosea anatoa unabii, Israeli walikuwa kwa sababu ya uchumi kuwa mkubwa walianza kuwakandamiza wasio na kitu. As I told you in the book of Hosea, those Lakini who Biblia were inasema worthy, they huwezi started kumpenda Mungu usiyemuona affecting those who were ukamchukia very mtu poor. unayemuona. The Bible says you cannot say you love God and Ninarudi hate kwenye someone ujumbe wangu. you are living Kumjua together. Mungu ni funguo za muhimu kwenye maisha ya As kiroho. I come to my message, Kwa knowing sababu God is the key of our life, our spiritual Inaongoza life. maisha yetu yote na Mungu na watu. Because it leads of all of our lives. Mungu anataka tumpende yeye And God wants us to love kwa Him mioyo yetu yote, with our whole heart, kwa nguvu zetu with zote, our strength. lakini tuwapende watu. But also we need to love our Hawa watu neighbors. walikosa upendo. These people, they were lacking Mungu love. anasema njoni And tumrudie God Bwana. says, come back Lazima to tujue me. Mungu ni We pendo. must know God is Na love. Mungu anapenda And watu. He loves people. Na sisi tupende watu. We have to love people Mwambie too. jirani yako, wewe unapenda watu? Ask your neighbor, do you love your neighbors? Na jirani yako ni nani? Mwingine And who atauliza, is your neighbor? and who is your neighbor? Kwa sababu kuna watu wanapendana kwa sababu wako kikoba kimoja. Because there are people who love one because they are in the Wengine same wanapendana saving kwa group. sababu wanafanya kazi pamoja. And some they are friends because they work together. This is not biblical. Hiyo siko kibiblia. Tunapendana ndani ya nyumba We ya have to Mungu. love one another in the Mtu house of yoyote the hata Lord. tusiyemjua. Even a person who is a Hawa watu stranger. wenye pesa waliendelea kuishi kama Those who wenye were pesa. having money, they were just living with the prestige Na life maskini themselves. waishi umaskini And the wao. poor to continue living as in their poverty. Lakini Mungu hataki hivyo. But God doesn't like that kind Anataka of tuwe na life. upendo. He demands us to have Wangapi love. wamenielewa hadi? How many have understood Bwana my Yesu message? asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu Praise asifiwe. the Lord. Mungu ni pendo. God is love. Anatamani tupende watu. And He's wishing us to love people. Hallelujah. Praise the Lord. Na sasa naenda mwisho wa ujumbe As I'm wangu. coming to concluding of my message, Katika swala la kumjua Mungu, in the point of knowing God, nimeongea asili yake, I have spoken about His nature. nimeongea sifa I have zake spoken His qualities, zote za all the kimaadili qualities of na za kiasili. His nature. Lakini and lazima his character. tujue jina, But we have to know His name. his names, majina names. yake. Yes, tujue We have to majina yake. know His names. Na leo mimi sitaki kuongea majina mengi ya Mungu. I'm not going to speak all His names. Unajua, nikisema Pastor Imani jitambulishe, If I could say, Pastor Imani, introduce yourself. ni tofauti nikisema unitambulishe. It might be different when I say, please introduce me. Unaweza ukajua tu mimi naitwa Imani, You might know that I am Iman, ni mke wa mtumishi wa Mungu Bwana, a wife of man of God Boaz. lakini huwezi kujua sifa yangu moja ya kiburi. You might not know one of my hidden character of pride. Ila Boaz anajua. But Boaz knows my Ukimuuliza character. Boaz, mtambulishe mke wako, So if you ask Boaz to introduce his wife, saa nyingine hawezi kusema mke wangu ana kiburi, so he might not say my wife lakini had anaweza pride. akasema sifa, anaweza akasema kwa sababu ya hiyo mahusiano. So, but he might say is because of that fellowship we have. Lakini pia mimi naweza nikajitambulisha zaidi kwa sababu najua vitu vingi viko ndani yangu. But because I know myself, sometimes I can introduce more deeper. Naweza nikajua Remi anafanya kazi Compassion, I can know Remy works with compassion, lakini siwezi kujua kama yeye ni manager. but I cannot know if he's a Na manager. nikijua kwamba ni manager, yamkini nataka kazi. But if I know Remy is manager, maybe I need the job to get a job Utambulisho there. wake utanifanya nimfuate. His introduction will demand me to go to him.
ili anisaidie nipate kazi. So that he can Compassion. help me to get a job in compassion. Sasa katika majina ya Mungu, So in the names of God, kutokana na utendaji wake, according to his works, watu walimpa majina mengi. people were mentioning Wengine him with wakasema ni different Mungu names. wa amani, They said a God of ni peace, Mungu anayeona, a God who sees, ni Mungu anayefanya. God who does. Lakini sasa yako majina ambayo Mungu amejitambulisha mwenyewe. But there are names that he has Na introduced tunaenda himself. kuishia ujumbe wetu kwenye hili And we jina la are Mungu. concluding with these names of God. El Shaddai. El Shaddai. Anajitambulisha katika kitabu cha Mwanzo. He introduced himself the book of Genesis. Genesis 17 utasoma mstari wa kwanza hadi wa 15, lakini mimi Genesis nasoma wa kwanza tu kwa sababu ya 17. muda. You can read it from verse 1 to 15, but I'm going to read just one verse there. Unaweza ukasoma Genesis 17. Genesis 17 mstari verse. wa kwanza. Yeah. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Mungu anajitambulisha kama yeye ni El Shaddai. He introduced himself as El Shaddai, Anajitambulisha kama ni Mungu mkuu, Mungu mwenyenzi, as great God, Almighty God, Mungu mwenye misuli mikubwa, a God who is omnipotent, Mungu mwenye kifua kipana. God with big muscles. Unajua sisi hatuna vifua Maybe we don't have big chest hata ya kubeba mambo ya watu. to carry heavy things of people. Naweza nikakwambia kitu nikakuamini I sana. might tell you something and I Kwa believe sababu in you. kifua chako ni kidogo, sio But kipana. because you have just a small heart to carry Utaenda things, kulitoa kwenye room ya maombi. you're going to speak it in the room, in a prayer room. Naomba tumuombee Pastor Imani. Let's pray for Pastor Imani. Ndoa yake ina shida, Her marriage has a problem. si kwa sababu anataka mumuombee. Not because she wants you to pray Kifua for her, chake kimeshindwa kubeba. but her just have Hana faith hicho to kifua cha content, kubeba swala la ndoa. to carry the issue of marriage. Jamani, mama Boaz anapitia Oh, jambo. Mama Boaz is in a problem. Tuombe. Let's pray. Lakini alishindwa kulibeba. But she peke failed yake. to hold that. Lakini tukienda kwa Mungu, But when we go to God, haijalishi jambo ni kubwa na it doesn't gani. matter how difficult it is. Ako na big chest. He has a big chest. Anaweza kabeba He jambo can lako. carry your thing. Hata kama ni miaka It 10. doesn't matter even in 10 years. Wakati anaongea na When he Abrahamu, speaks to Abraham, Abrahamu alisubiri Abraham waited miaka 25 25 years tangu anaitwa, from the moment he was lakini called. miaka 14 But 14 years tangu anafanya agano na Mungu, when sura ya he did 15 a covenant, ameambiwa chapter utakuwa 15, baba wa mataifa he said, mengi, you're going to be a father of utaenda nations. kuwa na watoto You are kama. going to have Mungu children. alimuita akamwambia, kama And God told him, angalia come, nyota za see, mbinguni, like the heaven kama stars. ukiweza kuhesabu If you can count them, ndipo uzao wako utakuwa. that is how your Na ni miaka siblings are going to 14 be. imepita, And that's about 14 years. hakuna kinachoendelea. Nothing has happened. Hajapewa land Nothing has happened. wala hajapewa watoto. He's been given no Mungu children. anakuja anajitambulisha, anasema And God, I am mighty he God. come to introduce that I am Mimi ni Almighty Mungu God, mkuu a great God. ninayeweza kukamilisha kila I nilichosema. can fulfill whatever I Ninaweza say. nikafanya I kilichoshindikana can do whatever kikawezekana. was not possible to be Nataka nikutie possible. moyo siku hii I ya want to leo. encourage you today. Inawezekana na wewe upo katika wakati wa It ukimya. might maybe you are passing Unajua a unaweza quiet ukapita moment. mali si kwa sababu umpendi Mungu, Maybe you are passing a tough Eti time sio kwa because you sababu don't sio love God. muombaji. Maybe you are not a prayer lakini warrior. ukienda mbele za Bwana it's But like hakusikii If you go to before the Lord, it's like he wala doesn't hear haoni you. unachomuomba. And he doesn't see what you are Unamaliza praying. unaomba leo, God, And you are concluding, Mbona say, kama oh my God, hujanisikia? did you hear what I'm praying? nimeomba mwaka wa Come kwanza on, I started praying from nimeomba the first mwaka wa year, the pili second year. na huu ni watatu And the third year I'm na praying. unasema ni Mungu, And you are God. lakini anakuja siku ya leo anasema I am El And he Shaddai. comes says, I am Ni Mungu Almighty God. ninayetimiza A nilichosema. God who fulfill what I say. Take it today. Chukua hiyo leo. Kama Mungu amekuahidi If jambo, his God promises you anaenda something, kukamilisha. he's going to fulfill it. He is El Shaddai. Yeye ni El Shaddai. He is mighty God. Mungu mwenye nguvu. He is great God. Mungu mkuu. Anaweza kufanya He can do yaliyoshindikana. whatever is impossible. Anaweza kujibu He can answer mambo ambayo whatever hajajibiwa. has not Na answered. tunapaswa We kumwamini. must believe Na him. sura ya 21 And the 21, Biblia inasema Bwana akamjia Sara the kama Bible says, alivyosema. just next year God came as he had said. Sara akapata kicheko, And the akampokea Sarah Isaka. was laughing
And because he received Isaac. Tumeuanza mwaka We have started the year. na una mipango mingi, You have different na programs. sio kweli mipango yako yote itakamilika ndani ya ulivyoweka. It's not true that all the Unaweza ukaweka programs prayer point miaka hata 7 you can put prayer point even na 7 isiwe years. imejibiwa. And man will be fulfilled. Don't be discouraged. Usikatishwe tamaa. Mungu wetu yupo, God is there. yeye ni Mungu mkuu, He is our great God. anaweza kufanya. He can do. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Tusikate tamaa. We must Israeli not give up. walikata tamaa They were kwa sababu giving walikuwa up wanashindwa kumwelewa Mungu. because they were failing to Wanapomisi believe God. tu chakula, mkate na nyama, So they were missing like meat wameanza and bread. kusema "Hey, Musa usitutanie, And so they were say, oh God, si ni bora yale masamaki kule Misri." we remember the fish in Usiwe Egypt. kama wao. Don't be like them. Wokovu ni kitu cha thamani. Salvation is something Mungu very hawezi valuable. kutuokoa mikononi He cannot mwa save us Farao from the akashindwa hand of kutupa nyama, Pharaoh and akashindwa kutupa mavazi, failed to give us clothes. akashindwa kutupa magari. Let us give cars. Ni ishu ya muda. It's the issue of time. Mungu ni Mungu Our mkuu. God is great. Simama kwa miguu yako Raise your feet. wakati inaialika timu ya kusifu As na I invite kuabudu. the praise and worship Nataka team, tuimbe ule wimbo unasema, let us go back to sing that song. at the center of it all. Ka- Mariam, karibu na timu. katikati Nataka ya kiini cha mambo yote. you are greater than the greatest. Wewe ni mkuu kuliko You are wakuu. stronger than the Wewe strongest. ni mwenye nguvu kuliko wenye nguvu. Unapoimba huu wimbo, When you sing that song, jenga imani kwenye moyo wako. build your faith in your heart. Imani kwenye moyo wako. Faith in your heart. Ziko faida katika kumjua The Mungu. qualities, the advantages of Hauwezi knowing God. kushindwa na jaribu. He is not going to be overtaken by Danieli temptation. wakati anafika kwenye jaribu, When Daniel was in temptation, Nebukadreza amesimamisha sanamu, King Nebuchadnezzar stood anawaambia watu wote waiabudu. idol so that people they can worship. Shadraki, Meshaki na Abednego wanasema, Shadrach, Meshach, and Abednego said, tunajua Mungu wetu we anaweza, know our God anaweza kutuokoa. can save us. Alafu nataka kuweka hii And I sawasawa, want to make this clear. hata asipotuokoa, Even if he does not save us, kwa sababu tunamjua Mungu, because we know him, hatuwezi kukuabudu. we cannot worship you. Natamani watu wa namna I hiyo desire ndani ya such nyumba ya kind of Bwana. people Natamani watu watakaosema we know God is able, who will say, I He know can that save God us. anaweza And I akatuokoa. want to put it clear, Nataka niweke wazi. even if we can't rescue us, Hawezi kutuokoa. still we cannot worship you. Hatuwezi kukuabudu wewe. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Nataka watu wa namna hiyo ndani ya nyumba ya I Bwana. need such kind of people. Usikate tamaa kwa sababu hujajibiwa Never maombi, give up because you are ukaacha utumishi kwa sababu Bwana hajafanya. Don't stop Fika saying because kusema namjua niliyemwamini go to the point say, ya I know kwamba what anaweza he kufanya, can do. lakini hata asipofanya Even if he does, bado nitakuabudu, I will continue. bado nitakuishia, bado nitakutumikia, kwa sababu mimi ni wa milele. Mbele yangu kuna hatima njema, hata kama mwili huu ukifa. Ndio maana inafika mahali watu wanasema hata mwili huu ukifa, bado nitaishi tena baadaye. Continue live forever. Hiyo eternity Who milele? ulioko mbele yetu Who is ahead of us? ni kitu cha msingi sana. Something valuable. Usikate tamaa kwa sababu Never give up. haujajibiwa Because maombi, your prayers have haujafanyiwa chochote. nothing has happened yet. Mungu tuliyemwamini ni Our mkuu, God we believe is there. atatuijia, He is going to come for us. atatuijia. He's coming for us. Mtetezi wetu anaishi. Our advocate Yeye lives. sio Mungu aliyokufa, He's God not died. mitume walikufa. A prophet died. Huu ndio upekee But this is the wa uniqueness Yesu tuliyemwamini. Jesus whom we Anaishi He milele, lives forever. atakuja. He's coming. Weka hiyo moyoni mwako, Put that in your heart. weka hiyo moyoni Put mwako, that in your heart. weka hiyo moyoni mwako. Put that in your heart. Usikate tamaa, Never give up. usiache kumwabudu Bwana. Don't stop worshiping Him. Kumjua Mungu To know God. inatufanya tumwabudu katika roho. Make us to worship Him. Hatumwabudu kwa sababu amefanya, And we don't just worship tunamwabudu because kwa He's sababu yeye ni done, Mungu but we worship because na He's done. anastahili ibada And He yetu. deserves our worship. Awe amefanya au Whether hajafanya, He has done, He bado has done tutamwabudu. or He did not do. Usikae nyumbani, Continue to worship Him. njoo ibadani, Don't remain endelea home. kumtumikia Come here. Mungu. Continue serving Ni Him. mwaminifu, He is faithful. atafanya. He's going to do. Karibu tuabudu. Welcome to worship together. Wewe mwabudu tu Mungu, inua mikono yako, mwabudu Mungu, alafu Mungu atakutendea He's going to siku do ya leo. something for you today. Haleluya. At the center of it all,
It's you that I see. Oh, there is power in the name. Oh God, miracles happen in your name, Jesus. As we lift our voice in praise, it's you that I see. It's you that I see. Say, at the center of it all. At the center of it all. It's you that I see. It's you that I see. Oh God. It's you that I see. Say, at the center of it all. At the center of it all. It's you alone. It's you that I see. It's you that I see. It's you that I see. Say, there is power in the name. There is power in the name. Miracles happen in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voice in praise. As we lift our voice in praise. It's you that I see. You that I see. You that I see. You that I see. Say, there is power in the name. There is power in the name. Miracles happen in your name. Miracles happen in your name. As we lift our voice in praise. As we lift our voice in praise. You that I see. You that I see. You that I see. Say, you are bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the greatest. You are bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the greatest. You are bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. Greater than the greatest. You are bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the greatest. You are bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the greatest. You are bigger than the biggest. You are strong, stronger than the strongest. You are higher, higher than the highest. You are great, greater than the greatest. Hallelujah. Mungu wetu anaweza mambo yote. Our God is able to do all things. Mungu wetu ni Mungu mkuu. Our God is great God. Nimesema kuhusu jina. I said about the names. Yote yaliyokuwepo katika agano la kale. Whatever were in Mungu ameunganisha katika
katika jina moja la Yesu wetu. God had connected all the names in the name of Jesus. Alipofufuliwa kutoka katika wafu, When he rose from the dead, Biblia inasema alikirimiwa jina the Bible lipitalo majina says yote. he was given the name above all Kila names, goti lazima that lipigwe. all knees shall be bowed down. Haijalishi una ugonjwa wa namna Not the gani, kind of sickness you have. haijalishi ni It changamoto is ya not namna the gani, challenge you are passing through. ninalo jina We lake. have his name. Tuko na jina moja la Yesu asubuhi ya leo. This morning, Lina nguvu ya the kubadilisha name of maisha Jesus yetu. change Lina lives. nguvu ya kufanya Has vitu the power vikatokea. to change things Yeye happen. anaweza kufanya mambo He yote can do all things. yaliyoshindikana Whatever is kiwanadamu. possible with men. Najua inawezekana uko katika I kipindi know you cha might be kusubiri. passing in the time of worship, Nataka nikwambie Bwana anakuja. but I want to tell you God is Yeye kind. ni El Shaddai. He is El Shaddai. Yeye ni Mungu He mkuu. is great God. Ni mwenye nguvu zote. He's Almighty Ni God. mwenye uweza He's wote. Almighty God. Tunapomwendea asubuhi ya When we leo, come before Him, lazima mioyo yetu iamini kwamba our yuko. hearts must believe Him. Anaweza He kututendea. can do something for Kama liko us. jambo siku ya There is leo, something this morning. natamani uingilie hapa. You desire the intervention of God. As I'm raising my hand, wherever you are, raise your hand. He is bigger than biggest. He can intervene in our lives. He told Abraham, I am Almighty God. When I say it, I fulfill. It doesn't matter how long have you waited. Whether something was disappointing, all the years was difficult, but God can do. Sickness that are difficult. Raise your hand again as we call this name. We must have that understanding. He is there. Don't come here. He is there. And I desire you to discover He is here closer to me. He is not God who is far. He is closer, more than our closest. We don't need to go to Jerusalem. We do not need to follow Him at the church. He is wherever you are. He knows whatever you are passing through. He sees whatever you are passing through. He sees maybe woman can forget her children, but not our God. I cannot forget my child. I cannot forget my child. I know whatever you are passing through. I know the pain you are passing through. Sometimes you cannot explain. You cannot tell a person, but He knows. He knows. He knows your pain. He knows. That's why He wears the flesh, so that He can taste the pain you are passing through. When He was struck, He had pain, so that you can no longer continue to have pain. Sometimes Jesus cried. He had the pain, so that He can save us who have pain, so that He can redeem us from this persecution. He can take us from the sorrow. God is here. Yesu yuko hapa. Mungu yuko hapa. Mungu yuko hapa. I want you to understand. I want you to understand. He knows you. He knows you. He sees you. He has good plan for you, for your life. Makaseketeria bashaka. Karaboshakateria. Sekotandaria shaka. Masateria. Shokoteria sataraba. Andorobosheketeria. Satakaria taraba. Endelea kwenda mbele za Bwana. Mungu anataka tumjue ya kwamba anatupenda. Ana upendo mwingi. Ana upendo mwingi. Ana upendo mwingi. Ana upendo mwingi. Lazima tujue upendo wake zaidi sana. Tuendelee kumjua upendo wake, ya kwamba alikufa ili tuishi, ili tufanikiwe, ili tubarikiwe, atuwazima baya, anatuwazia mema. I want you to know. Nataka ujue. Endelea kwenda mbele za Bwana. Nenda kama unamwona Bwana. Nenda kama unamwona Bwana, ya kwamba yuko hapo ulipo. Hayuko mbali. Yuko kwenye kiti chako. Yuko kwenye moyo wako. Yuko kwenye familia yako. Anaona moyo wako. Anaona njia
He sees your ways. Maseteria. Shotoria Saka. Mandaria Bashaka. Seketerebo. Karia Bashataria. Whatever you are passing through, He sees. He sees. He's a God who knows. He can take you out. He has a way. He has a way. He has a way. Israel took them. He can take you out. Hosea says, we must know Him. We must know Him. He makes a way in the desert. He can make a way. He can make a way for you. He is here to make a way for you. He's here to make a way to heal our marriage, to heal our children. He is here. He is here. We discover your presence. We recognize your presence. You can raise your hand. He's going to lift up. You are God who do not change. You are unchangeable God. You're going to use me again. You can change my destiny. Masakataria. Mekateria Bashaka. Masakataria Sakaria. Shotoria Basaka. Father, we thank you. We thank you, God. Oh, Masataria Bashaka. You are mighty God. Thank you, Jesus. Jesus, we worship you. Father, we praise you. Be touched by God today. Be ministered by God. May the hand be upon you. He is here today. He heals sickness. If there is any sickness, He is there. He is Nico. I am. He sees whatever we need. He makes a way where there's no way. Father, we thank you.